Harambe! Harambe! Ati Machakos mnasemaje? Ati Masako mnasemaje? Na Ukambani mnasemaje? Wasema tutam. Na huyu Caleb wetu ni nini? Wapi tutam ya Caleb nione? Sawa. Basi, kwa sababu viongozi ni wengi, wacha nichukue nafasi. So yeye aongee mwenyewe. Kama nimesema ni mfisadi, narudia. Hakuna mfisadi katika nchi hii kama William Samoei Ruto. Sina haja mimi si umange maneno. Wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a bedroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. It has been the heartbeat of the Kenyan people for 20 years. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya. We are sorry that we don't always get it right. Oleni. But we will never be sorry for being inconvenient. They like to call us a party of goons. What we're doing is nation building. Nation building is untidy. Nation building is inconvenient. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again. Mambo bado. Mambo bado. There are people in the party. They are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? I'm not afraid to say I have nothing to fear but fear. ODM can never be the party by broad-based, for broad-based, and in the interest of broad-based. In law and in politics, there is nothing like that. That I can tell you. And Raila is bigger than Ruto. You better decide what you want. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want. There is no way how ODM can bembeleza Ruto. I can tell you. Hiyo ni ujinga ukubwa sana. Wale watu ambao wanasema ODM cannot have a presidential candidate. Hiyo ni upumbavu. ODM fire! ODM fire! ODM fire! Me as James Orengo, I am prepared to go back to the streets. Kono jum. Vijana oye! Vijana oye! Mimi nataka niwaambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ametuacha. Yeye alikuwa na moyo wa kufungulia vijana mlango na kutufunza. Mimi nikichaguliwa katibu wenu mkuu mwaka wa 2018, nilikuwa na miaka 35. I was 35 years old, within the meaning of a young person in this country. Nataka niseme baba, mahali umeenda, Mungu akuweke mahali pema peponi, lakini sisi ambao tunajiita vijana wako na wanafunzi wako, tutazidi kusukuma sera za chama cha ODM. Vile dada yangu Winnie amesema hapa, lazima tukumbuke hizi rangi tukivaa, hizi rangi zina maana fulani. Watu wakiona ODM wanafikiria nini? Sisi ndio chama cha kupigania haki, sisi ndio chama cha kusimamia ukweli, sisi ndio chama cha wananchi, na hatuwezi kubanduka katika hizo nafasi tatu. Mtu asikudanganye bwana. Mimi kama sifu niendelee nisiendelee, ndio naanza washaingia baridi. Waambie watulie, si ndio? Leo tutaambiana maneno hapa. Nataka niseme mimi kama Sifuna ni mwanafunzi wa Mheshimiwa Raila Odinga. Ukivaa hii kofia ambaye imeandikwa ODM, ukumbuke yale maadili ambaye baba alikuwa anasimamia. Mheshimiwa Winnie Odinga, wengi wanasema mambo ambaye waliambiwa na baba wakiwa peke yao.
Kila mtu anasema hiyo, na najua hatuwezi kusikizana ni nini baba alituambia tukiwa peke yetu. Na situfuate ile alisema tukiwa wote basi. Situfuate ile alisema tukiwa wote basi. Baba alituambia tukiwa wote ya kwamba we must keep the identity of this party called ODM as a separate entity from any other. Unapovaa hizi kofia ukumbuke miaka 20 ambayo imepita ni watu wangapi wameuawa kwa sababu ya kusimama na baba na kusimama na haki. Ni watu wangapi wamejeruhiwa. Hata siku ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Odinga watu walipigwa risasi pale Nairobi na kawawa. Kufikia leo ninavyozungumza hakuna mtu katika serikali kuu ambaye amezungumza na hizi familia. Mimi nawaambia hiyo si haki, na sisi kama wana ODM hatuwezi kunyamaza wakati ambapo maovu yanatendeka. Nataka niwaambie mimi niko ngangari. Kama Sifuna mimi niko ngangari, siwezi kutishwa na mtu yoyote. Nataka kujua kama nyinyi mko ngangari nyinyi. Nataka kujua kama nyinyi mko ngangari nyinyi ama nyinyi ni watu wa kuingia baridi. Hawa viongozi hawa tulikuwa nao wakati huyu Drogba wa Embakasi South ulikuwa pale. Siku ile baba amesema tunaingia kwa barabara, tuko Chungwa House. Wengine wanasema leo baba ukitoka inasemekana kwamba utauliwa. Akatuambia kama wewe ni muoga baki hapa. Lakini sisi tunaenda wapi? Kwa barabara. Tulikuwa Embakasi South na nyinyi pale Kware wakati walijaribu kuua baba. Wanafikiria tumesahau. Wanafikiria tumesahau baba alituonyesha risasi walipiga kwa gari yake. Mumesahau nyinyi? Mumesahau nyinyi? Sasa nataka niwaambie wana ODM mukae ngumu. Kama kitu ni mbaya baba alikuwa anasema ni mbaya. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa. Haiwezekani. Haitawezekana. Mimi nataka niwaambie mimi tu. Ai bwana afadhali waniue. Afadhali waniue. Joey. Mimi. Haiwezekani. Lazima tutaambiana ukweli. Kama mambo haiendi sawa, lazima tuseme mambo haiendi sawa. Na nataka niwaambie kuna watu wanasema ati ndani ya ODM hakuna mtu anaweza simama urais. Yani mimi nikiangalia hapa mimi naona marais. Huyu Crystal amesimama. Tukimwagika nyuma yake sisi wote anashinda uchaguzi. Wewe Drogba wewe kutoka Embakasi South, hii jeshi yote kisimama nyuma yako unashinda uchaguzi. Nataka wananchi, wanachama wa ODM, murudi kwa ile nguvu tulikuwa nayo bwana. Siku hizi tunakaa ni kama watu ya kuomba. Unaomba nini? Haki yako ni haki yako bwana. Mtu akupee ama akuue, hakuna tofauti hapo. Kama hatuwezi pata haki yetu, hatutaomba haki yetu. So nataka niwashukuru sana nyinyi wanachama haswa vijana. Kila siku baba alikuwa anaenda kwa barabara kuandamana kwa ajili ya haki za wanadamu na binadamu wa Kenya, mlikuwa mnajitokeza. Nataka kuwaambia msichoke, sawa. So kwa hayo mengi nataka nimkaribishe ndugu yangu hapa ambaye ni senator wa county ya Vihiga na deputy party leader wa chama cha ODM, Mheshimiwa Godfrey Osotsi.